Yes, hi. This is Adobe Premium Pro full course. This is beginners full course. Yes, welcome. We are Snart Academy Training Center. We are everywhere. You can reach us through the link in the description, and you can join the community kupitia scan your code. Majina yangu naitwa Niklaus Nzogela. So let's dive into the tutorial. This is the first tutorial in Adobe Premium Pro. Yes, kwanza nikupe hongera sana kuchukua muda wako kujifunza Adobe Premium Pro, na tutatumia Adobe Premium Pro ya 2020 na nitatumia baadhi ya video ambazo sio zangu. I will use some videos ambazo nime download au nimezitoa kwenye mtandao. So what Premium Pro can do is Premium Pro inahusika zaidi na kitu kinaitwa video production projects. Kwa hiyo tutaenda kuangalia baadhi ya video productions, tutaenda kuedit baadhi ya video, na Premium Pro ndo application au software ambayo imejikita zaidi na masuala ya edit video. Video zozote ambazo unaweza ukaziona, umeweza wahi kukutana nazo, zimetengenezwa kwa Premium Pro. Kuna software nyingine ambazo pia zinafanya video production editing, lakini Premium Pro ndo basic au mwanzo wa kuwa video graphic au video production editing. Kwenye kozi yetu tutaenda kujifunza nini? Kwenye kozi yetu tutaenda kujifunza Premium Pro interface, alafu tutaimport baadhi ya videos, na tutaanza kufanya some editing. Tutaweza kuorganize some folders, tutaorganize vitu kwenye Premium Pro, tutaangalia footage pamoja na timeline, na alafu baada ya hapo tutaangalia baadhi ya tools ambazo tunazo, ambazo ni kama trimming, slicing, cropping na vitu kama hizo. So hiyo ni introduction fupi. Twende tukaanze moja kwa moja kozi yetu. Sasa kama nilivyokuambia, tutatumia Adobe Premium Pro 2020, na ukifungua Adobe Premium Pro yako, cha kwanza kitakachoonekana ni hivi. Kwa hiyo ni blank project ambao umeifungua kwenye Adobe Premium Pro. Sasa tunachoenda kukiangalia sasa hivi ni understanding the interface ya Adobe Premium Pro. Sasa hizi unazoziona hapa zinaitwa panel. Hii ni source panel, program, timelines panels, project blank panel, media browser panel. Zote hizi tunaziita panels. Kwa hiyo utakapofungua, utakapoona hivyo vitu vyote unavyoviona ambavyo ni vina heading na hizo windows, hizo tunaziita panels. Sasa ukiklik hapa kwenye window hapa, utakutana na hizi panels zimewashwa, ingine zimezimwa. Kwa hiyo unaweza ukaizima au ukaiwasha kulingana na wewe unafanya kitu gani. So kwa mfano nikigusa hiyo effect essential graphic panel itakuja, na unaweza ukaiclose hiyo panel, alafu kwa hiyo unaweza ukaclose au ukafungua hizo panel kwa vile wewe kazi yako unavyoifanya inahitaji kitu gani. Na hivyo vitu vyote hii default ya hizi panel imekuja kutokana na upo kwenye modi ya editing. Na maana pana modi nyingi za editing ya kwenye video zako. Kwa hiyo hizi panels ambazo zimekaa hapa zimekaa kwa sababu ya hiyo editing. Kwa hiyo ukiklik learning itaonyesha, ukiklik assembly itakuonyesha pia kama unafanya issue za assembly au tuko hapa kwenye editing, ndo hivyo inaonekana kama hivyo. So kwa kesi yetu tutadili zaidi na hii editing. So ukija pia kwenye colors hapo utakutana na
vitu mbalimbali ambavyo ni vya color, kwa mfano kama lumetric colors yeah. Ukiingia pia kwenye audio utakutana na vitu mbalimbali ambavyo pia vina edit vitu vya audios yeah. So turudi hapa mwanzoni kwetu kwenye editing yetu. Sasa ukiclick kwenye window utakuta kuna hii workspaces. Sasa ukikuta kwenye hii workspaces hapa kuna vitu mbalimbali unaweza ukachagua kama vile ambavyo tumeviona pale mara ya kwanza, kama editing, effect, na unaweza ukakliki vyovyote vile ambavyo utanani. Sasa twende tuangalie kwa namna gani unaweza ukamove around. Mfano ukienda kwenye hii source panel unaweza ukaimove hiyo panel ya source panel ukai-squeeze kama hivi au ukapandisha juu kama hivyo yeah. So hivyo ndo namna ambavyo unaweza ukai-customize kwa kuresize na kwa kufanya hizo window zako au panel zako zikae kwa size ambao wewe unaona itafaa. Kwa mfano kama unataka project panel iwe nafasi kubwa, unaweza ukaiongeza au ukaipunguza, au tools zako ziwe na nafasi kubwa, au timeline iwe na nafasi kubwa. Ni vile tu wewe utakavyoamua kwa mujibu au kwa according to wewe unavyofanya project yako yeah. So ni hivyo ambavyo vinafanyika, lakini kila panel unakuta kuna hivi vitu vitatu. Hivi vitu vitatu, vimistari vitatu, ukiclick utakutana na vitu vingine. Ukiclick pia jina la hiyo kila panel itakuja na vitu sawa sawa na vile ambavyo ukigusa hivyo vimistari vitatu hivyo vinavyoonekana yeah. So kwa kila panel inakuwa ukigusa hivyo vitu vitatu inakuja na vitu tofauti tofauti kulingana na wewe kulingana na panel inafanya kazi gani yeah. So kwa mfano labda ninataka mfano una bunch ya vitu ambavyo umesha videsign huko kwa mfano mimi hapa nitaenda kufungua kazi moja ambayo imeshafanyika kwenye hii Adobe Premiere Pro. Kwa hiyo unaona hapa nina baadhi ya vitu ukiangalia kwenye hii Project Explore imeeleza kuna bunch ya vitu ambavyo tayari vilipangwa kuanzia cha kwanza mpaka cha mwisho. Usipate shida sana kwamba tunaviingizaje, how we import. Every step you will understand. What you need to do is you must keep watching. Okay, so unaweza ukacustomize hizo windows zako kwa namna kama hiyo. Unaweza kwenye hii timeline hapa ndo sehemu ambayo unacheza kwamba video yangu iko wapi, iko sekunde ya ngapi, iko dakika ya ngapi. Kwa the timeline inakupa dakika au inakupa hatua ya hiyo video zako ziko kwenye sehemu gani au kwenye muda gani yeah. Lakini hapa kwenye source hapa pana vitu ambavyo ndo tuseme chanzo cha hizo video zako au cha hiyo project yako. So what else you can do is you can move, unaweza ukazimove hizi sub panels ambazo ziko ndani ya hizo panels. Hizo pia ni panels, ukaimove kwa vile au kwa kadri ya wewe unavyopenda zikae yeah. So unaweza ukamove pia hii panel yote kabisa. Yani kwa mfano nikitaka kumove hii libraries hapa, kasogeza, una drag tu, unasogeza au metadata kaja hapo ya library kaja pale ya, labda pengine nataka niweke hapo juu ziwe na tab zangu mbili kubwa ambazo ni program pamoja na source. Kwa hiyo nina uwezo wote wa kufanya vile ambavyo mimi nataka iwe kazi yangu ya nataka kuzisize vile ambavyo nazitaka. Kama sizihitaji naweza nikazi close au nikazi undock vile ya. Sasa float kama hivyo una just right click afu una float. Maana yake hiyo inaweza unaiweka kwa mfano kama una monitor au una extension of the display,
unaweza ukaifanya ifloat kwa undock. You just click kwenye hizo dot tatu alafu unagusa undock. Yeah. So ukitaka kurudi nyuma unaweza uka click tu hiyo editing afu ikarudi nyuma. So hivyo ni easy na namna nzuri ya kutengeneza hiyo workspace yako. Now you can also save the workspace by going window and workspace afu una save a new workspace. Yeah, so click workspace, utaandika jina lako kama save as workspace, ukaandika pale expose sf workspace, that's nimechagua tu hilo, then you click okay. Utaikuta hiyo workspace yako ambayo tayari umeisave. Ukirudi kwenye window utaikuta. Kwa hata kama hii workspace itapotea au kuna wakati labda utakuwa umemiss around, umeenda kwenye nyingine, umerudi kwenye workspace za zamani, unaweza ukarudi kwenye workspace yako ya zamani. Kwa mfano kama hivyo nimeipoteza, utakachofanya ni unarudi tu kwenye window alafu utagusa workspace, utakutana na ile workspace uliyoisave alafu itarudi kama kawaida. Yeah. So hivyo ndo namna ambavyo unaweza uka navigate kwenye workspace na kwenye Adobe Premium Interface, ukaelewa ku close, ku change size, kuhamisha hizo panels na vitu kama hivyo, ukawa vizuri zaidi katika kufanya kucheza na hiyo interface. Vile vile kusave hiyo interface yako, kama endapo ukimess around ukawa umepoteza workspace yako, unarudije kwenye ile workspace yako ya zamani, unarudisha vipi au unasave vipi workspace. Kwa hivyo ndo namna ambavyo unaweza ukacheza na hizo workspace. Yeah. Sasa hii ilikuwa ni project ambayo tayari imeshafanyika. Sasa twende tukaangalie ni namna gani tunaweza tukaingiza vitu kama hivyo kwenye Adobe Premium Pro yetu. Kwa hii unaiona ni Adobe ni blank project. Kwa unachokiona kwenye hii, kila kitu unachokiona hapa manake ni kipya. Hii project panel iko blank, manake haina kitu chochote. Kwa tunataka tuingize vitu au import media ili tuanze kufanya kuedit. So utanotice tu kwamba hapa hamna chochote, utajua kabisa hiyo project ni blank. Kwa unachotakiwa kufanya, unatakiwa tu double click. Kwa ukidouble click hapa kwenye project blank, utakuta itafunguka moja kwa moja kwenye kompyuta yako. Kwa hapa ndo unaweza ukachagua alafu uka import. Lakini pia unaweza uka right click alafu ukasema import, pia ikawa umeingiza una import vitu vyako. You can go even kwenye file kama hapo alafu ukasema import, then uka import pia hizo vitu vyako. Kwa kuna namna nyingi za kuingiza video au medias kwenye Adobe Premiere. So I'll just select this, then nitagusa open. Hivi vitu vyangu vyote vitafunguka kwenye hii project, blank project yangu. Kwa hiyo utakutana na hivyo vimefunguka vyote. Yeah.